Wakazi katika eneo la Tigo na Bobisa katika jimbo la Marsabit wamejawa na mchecheto sihaba kufuatia kuzinduliwa kwa mpango wa kuwanunua mifugo wao walioathiriwa pakubwa na ukame katika eneo hilo. Na kutokana na mila na tamaduni zilizokita mizizi, shirika la Msalaba Mwekundu limelazimika kuwanunua mifugo hao, kuwachinja na kuwapa wakazi hao nyama ili angalau kupunguza makali ya baa la njaa. Na kama mwanahabari wetu Silvano Mbatu alivyobaini, ni kwamba hali huenda ikawa mbaya zaidi katika eneo hilo iwapo hatua za haraka hazitochukuliwa. Vumbi na joto jingi ndio taswira iliyoko katika eneo la kaskazini mashariki, eneo ambalo wakazi wake wamekuwa wakijaribu kuendeleza maisha yao chini ya hali hii ngumu. Kaunti ya Marsabit ina idadi ya zaidi ya watu 1020 kulingana na sensa ya mnamo mwaka 1900, na eneo hili ndilo liloathiriwa zaidi na ukame unaoshuhudiwa kwa sasa humu nchini. Tulizuru eneo la Bobisa ambako tulishuhudia zoezi la kusambaza maji linaloendelea. Kituo hiki hutoa huduma kwa zaidi ya watu 8500 na mifugo wao 1040. Subra hapa ni jambo muhimu kwa wakazi na pia mifugo wao, na nyuso zao zinadhihirisha bayana mateso wanayopitia. Kila siku baada ya nyingine hali inaendelea kuwa mbaya zaidi na uhaba wa bidhaa hii adimu ukiendelea kukita mizizi. Aidha, kuna visima viwili tu katika eneo la zaidi ya kilomita 130 mraba. Vile tuko sahi, tuko katika hali mbaya. Ukienda nyumbani mbuzi nusu ndio zinafika, nusu inabaki Manyata. Na hivi ndivyo zoezi hili la kugawa maji linavyofanywa. Ni wazi wamepoteza matumaini ya afueni katika eneo hili. Wakazi hapa wanasema kuwa ukame umaathiri hata ngamia wao, wanyama ambao wana uwezo wa kustahimili hali ngumu ya anga. Shughuli za masomo pia hazijasazwa. Shule ya msingi ya mabweni ya Burugambo ni miongoni mwa zilizoathiriwa zaidi. Idadi ya wanafunzi sasa imepungua kutoka wanafunzi 150 hadi wanafunzi 37 pekee. Hii ni licha ya juhudi za kanisa Katoliki katika eneo hilo lililojenga mabweni hayo. We had about an enrollment of 150 before, but since the drought occurred, because of the situation that the school cannot manage to contain, it has no food, it has no other learning facilities, the children remained outside in their villages. Hata hivyo, haya si mageni katika eneo hili. Kutokana na maisha ya ufugaji hawa wa kuhamahama wakitafuta lisha ya mifugo wao, wanafunzi hulazimika kusitisha masomo yao na kuandamana na wazazi na mifugo wao. Na wale wanaosalia nyuma huwa wadhaifu na hawana hata nguvu ya kuendelea na masomo yao kutokana na makali ya njaa. Hali inatarajiwa kuwa mbaya zaidi, huku mila na tamaduni zilizokita mizizi katika eneo hili zikiwa tatizo kubwa katika juhudi za kupunguza mzigo huu. Shirika la Msalaba Mwekundu humu nchini limeanzisha mpango wa kununua mifugo kutoka wakazi ili kuwazuia kukadiria hasara zaidi kutokana na kiangazi. What we have done today is we are purchasing that goat at a price of 2,000 shillings, which is almost 3 times above the normal market price. We have slaughtered those animals, have them inspected by the veterinary department before slaughter, and distributed the meat back to them. Lakini je, itakuwaje iwapo hali hii itaendelea katika kipindi cha miezi michache ijayo? Ardhi hapa hii kiwachilia serikali kiwachilia hapa waweza kwa yote na kufa kiu. Imeshindwa kiu zaidi. Kwa miezi 17 sasa eneo hili la Tigo katika kaunti ya Marsabit haijapokea hata tone moja la mvua, huku itikadi za jamii hii kuhusiana na swala la mifugo zikiendelea mpaka sasa. Pengine hatua hii ya kuwanunua, kuwachinjia na kuwagawia nyama wakazi wa eneo hili itakuwa hatua moja kubwa ya kuwasaidia wakazi wa eneo hili kustahimili makali ya njaa. Silvano Mbatu, K24 Mchipuko, nikiwa eneo la Tigo, kaunti ya Marsabit.